Karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Naenda kuletea show nyingine, na katika kitengo changu kuna mambo ambayo wanazungumza kuhusu waimbaji, na nitakuwa nakuletea waimbaji tofauti katika show yangu kila wiki, ambao nakuwa na kupostia video. Kama ni mara yako kwanza kukutana na video zangu, nakuomba kaweze kusubscribe. Na utakapoweza kusubscribe, enda pale kwenye comment section, niwekee comment pale. Na ukisha comment, fanya jambo lingine la ziada tu, na kuomba kaweze kushare na marafiki zako na contact zako, na ndapata kushukuru sana tena zaidi. Tuko na msanii ambaye ni msanii wa nyimbo za Injili, ambaye nitakuwa na yeye kwenye show yangu, na tunapoanza tu nikipenda kaweze kutuambia jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Protas Isiao na nimeokoka. Mimi ni mwimbaji wa Injili. Maeneo nilizaliwa ni Western Vihiga County. Lakini huku Nairobi ninakaa hapa Rongai. Namshukuru Mungu. Ningependa kaweze kutuambia ulianza mambo ya muziki lini? Muziki nilianza 2016. 2016 ndio nilianza muziki. Kukuuliza tu jambo lingine, ilikuwa vipi mpaka ukaanza kuimba? Ilikuwa vipi mpaka ukajipata kwamba unapata kuimba? Passion ya kuimba ilinikujia tu. Nilikuwa naomba na nikasikia kitu ndani yangu ya kwamba kuna kitu kimeingia ya kuimba. Niliota kwanza na nikasikia wimbo imekuja kwa roho yangu, nikashindwa hii wimbo, nikaamuka nikairecord, na hapo ndio nikajua kuna kitu ambacho Mungu anataka nimtumikie, nimfanyie. Tueleze wimbo wako wa kwanza ambao uliweza kurekodi. Wimbo yangu ya kwanza kurekodi ni record hiyo 2016 mwezi wa 8, na nilienda kwa studio, ikakuwa changamoto sana, lakini nikarekodi hiyo wimbo ya kwanza. Kuna ile first time kwenye kila jambo, na ningependa ukapate kutuelezea experience yako ya siku ya kwanza ulipoingia kwenye studio kurekodi. Experience yako ilikuwa vipi? Hii siku ya kwanza kwa studio ilikuwa na changamoto sana. Juu ilikuwa kitu rahisi kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuingia kwa machine. Sasa nilikuwa na changamoto sana, alafu producer nilikuwa na yeye akakuwa mkali sana. Sasa nikakuwa changamoto, lakini kwa yote Mungu akanisaidia. Nikarekodi. Lakini haikuwa rahisi. Kuna challenges ambazo watu wanakumbana nazo katika sekta mbalimbali, na unakuta kama pia kama mwimbaji kuna challenges ambazo waimbaji wanakuwa nazo. Sasa ningependa ukapate kutuelezea challenges ambazo unazipitia, ama challenges ambazo unakumbana nazo. Tueleze challenges ambazo unakumbana nazo. Kuna challenge mob. Challenge ya kwanza, unaweza kosa fedha. Uko na nyimbo lakini unakosa pesa za kurekodi muziki. Uko peke yako, hakuna support. Unang'ang'ana tu, lakini unavumilia tu. Unapozungumza kuhusu wasanii, kuna tabia ambazo za wasanii ambazo zinakuwa si nzuri, na ningependa kusikia kutoka kwako tu. Tuelezee tabia za wasanii ambazo zinakuwa si nzuri, tabia za wasanii, hususan wasanii wa nyimbo za Injili, tabia zao ambazo zinakuwa si nzuri. Tuelezea maoni yako ni yepi kuhusiana na hilo. Wasanii wako na tabia nyingine, lakini kuna wale, sitajumulisha wote, lakini kuna wale wameingia kwa usanii wako na tabia nyingine pumbafu, kuharibia wale watu wazuri. Wasanii unaweza kukuta mtu ni wa gospel, lakini anaimba gospel ndio, lakini anaimba akiwa uchi. Anawacha gospel, anaimba tu vitu zingine, anaanza kusema ni gospel. Yaani anaimba dunia nusu na gospel nusu, na kia anaita gospel. Sasa unakuta kitu kama hiyo inachomea waimbaji wa Injili.
Unasikia mtu anasema hawa waimbaji wa injili sasa hivi wamepotea, na ni mtu mmoja tu. Wani waeleweki, waimbaji wa injili kuna wala hawaeleweki. Kuna wala hawaeleweki, wako na tabia haifurahishi. Kuharibia watu wako na injili ya uimbaji iliyo sawa ya kuimbia Mungu message. Ni vizuri sana, tunaendelea vizuri. Na nikuulize tu so far hadi kufikia sasa, kuna support yoyote ambayo umepata kupokea? Kuna support yoyote ambayo umeweza kupokea so far hadi sasa katika uimbaji wako? Hii nayo bado. Hapo kwa kusupport ni kung'ang'ana tu nayo tu. Na hii ndio nasema watu mshikilie waimbaji mwashikilia, mkiwaacha peke yetu, sisi waimbaji peke yetu hatutatoboa. By the muziki imekuwa ni ngumu. Unakuta kwamba kila siku kunakuwa na mama ambao tunakumbana nayo. Kuna zile memories ambazo tuko nazo. Hakuna mtu ambaye hana memory katika historia ya mwanadamu. Kila mtu ako na memory yake. Sasa memory yako ambayo uko nayo ambayo ni nzuri sana katika mambo ya muziki ni ipi? Kile kitu kizuri nilipatana na producer mmoja, ni rafiki yangu mpaka wa leo. Ndiye alinifurahisha, alinitia moyo ya kwamba ndugu imba, na akanifanyanga nyimbo 2. Na hiyo nikafurahia sana juu alinitia moyo sana. Yeye ndiye alinitia moyo, akanishika mkono. Ndio nikaona kumbe uimbaji naweza endelea naye. Juu ile kunitia moyo nikafurahia sana. Sasa maybe kuna mtu anakutazama leo na angependa kukusupport. Je, ungependa kusapotiwa vipi, ama ungependa ukaweze kusaidiwa kivipi? Ama support ambayo unahitaji tu ni ipi? Support ni nyingi. Unaweza ni support kwa hela, pesa ya kurekodi, bado nahitaji pesa, video inahitaji pesa. Pia kwa maombi. Maombi yako kwangu ni ya muhimu sana. Maombi yako kwangu itaniweka mahali pazuri. Alafu hela yako hiyo ukinisupport shilingi 5, shilingi 10, bado inanisupport, kwa sababu hii huduma bila kusupportiwa hutatoboa. Kuna swala la kizushi hapa. Je, pastors wa Kenya wana support waimbaji wa gospel wa Kenya? Wachungaji wale ambao ni watumishi wa Mungu katika taifa la Kenya, je, wana support waimbaji wa nyimbo za gospel? Kama wewe ungesema vipi kuhusiana na hilo? Hiyo ni swali mzuri sana na ipenda. Nianza kusema hivi, mapasta wa Kenya Mungu atusaidie sana, kwa sababu unaweza kukuta mapasta wanasupport waimbaji wa nje, lakini waimbaji wa ndani kuwasaidia ni ngumu. Unakuta pasta amealika mwimbaji kutoka nje na hako na msanii kwa kanisa. Huyu msanii wakati anahitaji kusupportiwa, asupportiwi. Lakini wakati anaita mwimbaji kutoka nje, hata hataki kuhusika na wewe. Na inafaa kushika mkono huyu pastor. Mapasta hapa support waimbaji. Na hiyo ndio tabia tumewajua nayo. Hawa support waimbaji kabisa. Kuna jambo lingine ambalo pia linakuwa liko na utata, na ningependa pia kusikia maoni yako, ama ungekuwa na lipi la kusema kuhusiana na mambo ya mavazi katika uimbaji wa gospel. Kuna mtu ambaye anavaa mavazi ambayo yanakaa questionable, na ukiambiwa kwamba niimba gospel unasema hapana. Hata kama ni gospel unakuwa unatilia shaka ile mavazi yake. So una lipi la kusema kuhusiana na mavazi ambayo waimbaji wanakuwa na yavaa katika uimbaji wa gospel? Wasanii tunachoma picha. Wasanii wote wakiwa wasanii wa dada na wandugu tunachoma picha.
Wakati msanii umevaa miniskirt, ni kama unatembea nusu uchi na unaenda kwa stage. Unajua kile kitu unaenda kufanya kwa stage, kama kuimba, kile kitu unatoa inafaa iendanisha na kufaa kwako. Lakini unakuta msanii mwingine amevaa nguo ya kichungi na ameokoka. Sasa anaonyeshana paka mwili. Ati ni fashion. Maandiko inasema ya kwamba kile kinatoka ndani kifanane na wewe mwenyewe. Uwezi tuambia tunaenda Nairobi na wewe mwenyewe umegeuka unaenda Rongai. Sasa hapo unatupeleka vibaya. Na ndio maana wasanii wa Kenya tujue kufaa. Unakuta mwanaume anaimba, lakini longi imekataa kwa kiuno imeteremuka ni kama inaanguka. Kama ni kuangusha, si uangushe tu watu wajue umeangusha, kwa sababu uwezi weka huko kwa makoti nguo unatembea ni kama umekatwa miguu ati unaenda kuimba. Na wimbo yenyewe unaenda kuimba ni gospel. Na kufaa kwako. Maandiko inasema Petro wakati alimkana Yesu, wala kikundi kila alikuwemo, walimtazama kwa mavazi, wakajua huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Wakamwambia hata kufaa kwako, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Akaamua kutoka. Wakati alitoka, akiendelea kutembea, wakamwambia we hata kutembea unatembea kama Yesu, mwanafunzi wa Yesu. Na mbona sasa wewe unaimba gospel lakini unafaa uchi? Waimbaji tupatilishe mfalio, yani mavazi yetu ifurahishe, ndio ifutie wale wako huko nje. Wewe mwenye unaimba gospel, Mungu anakutumia wewe. Lakini sasa tukifaa vibaya, hakuna mwenye atakuja kuokoka ama atakufuata, kwa sababu anasema sasa at least mimi mwenye sijaokoka nafaa vizuri. Nafaa vizuri. Waimbaji tupatilishe kufaa kwetu na mienendo zetu. Tupatilishe. Tunapomalizia show ya siku hii, kuna mtu ambaye anakuwa na kutazama na anavutiwa, ama ako na ule mtazamo, ama ako na ile mawazo, ama anisi ya kwamba ako na wito, ama anisi ya kwamba ako na ile karama ya uimbaji, na anasema kwamba angependa kuanza ama angependa kuingia katika mambo ya uimbaji. Unalipi la kumweleza yule ambaye ni upcoming ama yule ambaye anatazamia kuingia katika mambo ya uimbaji? Kile ningewahimiza nayo wasanii ambao wanachipuka sasa wanaanza muziki. Kitu ya kwanza, penda walio kutangulia na uwaombee sana. Usichukie yule ambaye amekutangulia na usimuongee vibaya yule alikutangulia. Penda kukaa karibu na yule alikutangulia na ndio ujue mingi kuhusu muziki. Alafu maombi, kuwa mpenda maombi zaidi na Mungu atakusaidia, kwa sababu hii muziki tunaenda vile. Mimi kuna wasanii napenda, na mimi huwa naambia Mungu awaongeze siku mingi sana, ndio niendelee kuwaona nikijifunza kitu kutoka kwao, nikilani kitu kutoka kwao. So wewe mwenye unaanza, penda yule alitangulia kwako, yule alitangulia uimbaji, na ukuwe rafiki yake sana na umuombe zaidi, na itakuwa baraka sana 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 sana, na Mungu atakuinua. Na ukuwe upende kanisa. Mwimbaji bila kanisa ni bure. Uwezi topoa kama wewe si mtu wa kanisa, kama hauna kanisa. Mwimbaji na kanisa vinaandamana. Kwa sababu unakuta wakati umeingia kwa kanisa ndio unajifunza, wakati pastor anahubiri, wakati ya mnaomba, ndio Mungu anakuletea hapo mistari ya kuimba. Ndio wimbi inatokelezea hapo. Ndio unajifunza vitu mpya hata kwa wale waimbaji wanaimba kwa church. Usipoenda kanisa ati na unataka kuimba, itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu. So kile kitu nitawa encourage wale mnaanza, na si safari rahisi. Si rahisi. Lakini inawezekana ukiwa ndani ya Yesu Kristo.
Maandiko inatuambia kwamba tukiwa ndani ya Yesu hakuna kile kigumu kwetu. Mbarikiwe. Imekuwa ni vizuri kukutana na wewe na imekuwa ni vizuri kuwa na wewe kwenye show yetu ya mwimbaji wa wiki. Huyu amekuwa msanii wa nyimbo za Injili ambaye anaitwa Protas Isiao. Unaweza kumsupport kazi yake. Nitapata kuwa ni vyema sana tena zaidi. Kama ni mara yako kwanza kukutana na video zangu, na kuomba kaweze kusubscribe. Na ukisha subscribe, comment, alafu unaweza ukashare link ya video hiyo ama video yote tu ambayo utaweza kukutana nayo ama video yote ambayo itaweza kupendeza. Share link ile na marafiki zako na contact zako na nitapata kushukuru sana tena zaidi. Iwapo wewe ni msanii, wewe uko na kitu ambacho unakifanya, ningependa kuelezea watu kuhusu kile ambacho nakifanya, ningependa nikaweze kukuhost katika show yangu, unaweza kanielezea tu, namba iko pale kwenye screen yako, enda pale kwenye WhatsApp ukaweza kuniandikia message na tutaweza kupangana jinsi ambavyo tutaweza kufanya show yako. Usiende mbali, karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Tukutane kwenye video yangu next. Thank you and karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show.